The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga, viongozi wote wakiongozwa na gavana wetu Sakaja, Mheshimiwa PS na viongozi wote, Bwana asifiwe. Nimekuja kuleta rambirambi zangu za familia yangu na watu wa kwetu. Mimi ni wa eneo hili, kwako mama na familia, kwa sababu ya kuachwa na mzee. I may not have interacted with Dr. Ngaru on a personal level, but we've been told by Odoro Ongwen that Dr. Ngaru spotted you. You must have been very young. So I can tell what kind of a man he is if he had spotted you that young. And knowing how resolute and how firm you are, I can only imagine. I went to school in this town. Tukiwa vijana wadogo, the image of Mumbi Ngaru was roaming large as a mayor. My father was a businessman in this town. And over the years, we have found ourselves on different sides of politics. I remember as a young man, during the Sabasaba of 1990, I was called by this man, Kariuki Muiruri and Gegi Muigai. Na hao ndio walinifunza kwanza jinsi ya kufunga barabara. Na tulikuwa tunafunga hapa Thika na Mumbi Ngaru na hii eneo lote. So over the time, I remember around 15 years ago, we were going on debates, on radio debates, on Kameme FM with Mumbi. And Mumbi was very firm. That time, mimi natetea Uhuru Kenyatta. Yeye anatetea Baba Raila Amolo Odinga. Even when we are off air, instead of trying to argue with me, she would convince me like someone who is preaching for someone to get saved. So, pole sana mama. And Baba, let me tell you something. If you have a soldier, a very firm soldier, we couldn't understand during those turbulent times. And people from this region, whatever they cannot understand, they have to have a reason, an explanation. So we fish for an explanation for Mumbi Ngaru. How come anasimama na baba kila wakati? So ikasemekana Jaramogi alikuwa anatembea hii eneo, hiyo miaka. And we grew up believing that Mumbi is Jaramogi's daughter. Because we had no other explanation to give. Yeah? And it is the same virus I see with people who have been with you. Kuna so many unsung heroes here. Kuna jamaa hapa anaitwa Gishini. Huyu jamaa ile vita ametupiga over the years because of Baba. Unaweza kufikiria ni korogo. Yeah? And so many other people. So there must be something in you. And Kamau, unajua haukumaliza, mimi nitakusaidia kumaliza ile haukumaliza. Wacha na hiyo hapo siri. Kamau umesema Baba aendelee. And I think ataendelea na mambo manne. The first one is for his great forgiving heart. This is the other day, I was with a former colleague in parliament. He was an MP in Wajir. Alikuwa amesimama 2017. Alikuwa amesimama na ODM. Kwa kuwa na petition in Wajir. So the guy won the petition. Uchaguzi karudiwa, lakini kurudiwa, he defended his seat on a Jubilee ticket, not on ODM ticket. So juzi nikamwambia, I am going to see Baba. Kanambia mimi nakuomba kitu kimoja. Uende waambie Baba pole kwa sababu nilimkosea. Kwa sababu when the opportunity came, I did not defend my seat on ODM. Kanambia, my friend, Mheshimiwa, I cannot do that. I said, why? Because Baba will not even remember ulimkosea. Because that is the kind of man that he is. You have to try hard for Baba not to forgive you. Sasa hiyo Baba, hiyo roho ya kusamehea, endelea nayo. Hiyo ndio Kamau alikuwa anaongea. Ya pili ni mambo ya kuwa mtu ako na subra, patient. Baba, you follow the footsteps of David in the Bible. David, even after being anointed by Samuel, he could have killed Saul
he could have taken power. But even after anointment, he waited for 22 years. Imagine, wengine wetu hata mwaka moja hatuwezi kuvumilia. David waited for 22 years. So, hiyo patience, subira yako baba, ndio Kamau alikuwa anaongea, ni maneno yamekuwa machache, akashindwa kujielezea. So, nikaona wacha nimsaidie hiyo. Jambo lingine baba, ambao Kamau alikuwa anaongea juu yake, ni mambo ya kupenda nchi yetu. It is so easy to do things because of what they mean for us as individuals. It is so easy to say, to hell with the country. But when the big hour comes, Baba, you always bed back for the nation. You don't bed back for individuals. You always bed back for the nation. Now, that patriotism, above all, is what Kamau, kwa sababu hajatembea sana, alishindwa kusema, hiyo ndio Kamau alikuwa anasema tuendelee nao. Lakini ya mwisho, baba, ni kuwa mtu ambaye ako na plan, mtu ambaye ako na mpango, mtu ambaye hafanyi mambo kiholela, mtu ambaye ana calculate. Mimi siku hizi mnaona siongeagi sana, na shidaga na baba, na niko na notebook. Namwangalia, nasoma mambo mengi sana. Na ni muhimu mtu kwenda kwa vita akiwa na plan. Tumeona watu wengi wameenda bila plan. Hii maneno bwana ni hesabu. Na inahitaji hesabu ambao ni ya kushinda, sio ya kuanguka. So huyu mzee ako na mpango. Na Kamau anajua huyu mzee ako na mpango. Na hiyo ndio mambo alikuwa anasema mzee aendelee nayo. Mwisho, as I conclude, I know members of parliament, we are mourning the loss of our colleague, the Honorable Charles Ong'ondo, who served with me in the 12th parliament, and he wants really to pass our condolences to the family, ask for quick resolution in the investigation, and I hope the perpetrators will be brought to book. But at the same time, and I've been talking about this, yet time and again, it's also a wake-up call for the political class to remove the culture of using violence as a political tool. We are paying for our own sins. When we have got goons even attacking churches, heckling each other, violence begets violence. And I hope all of us will come together and stand firm and say no to the culture of violence as a tool of politics. Mama Mumbi, Mungu alaze roho ya mzee pahali pema peponi, mpaka tukutane tena. Asante sana. Well, thank you, Honorable Moses Kuria. Your Excellency, sir, without much ado, allow me to invite now the Principal Secretary, State Department for East African Community Affairs, Dr. Caro Karogo. Welcome.